ni genge lililoitikia no reform no election kwa maudhui ya kujipandisha dau la kununuliwa dhidi ya mfumo wa CCM ambao umekuwa ukitugandamiza tangu uhuru wa nchi hii. Sasa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Lissu walizungumza no reform no election kutoka ndani. Watu wanauawa, watu wanapotezwa. Linatokea genge la wahuni linasema tunakwenda kwenye chaguzi. Unataka nani auawe, nani apotezwe ili ukubali kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kufanya national election ya fair and fair. Ndugu wa Tanzania wenzangu, wito wangu na Watanzania wote wanachadema nchi nzima, hicho mlichokisikia magharibi, bado sisi tuna imani kabisa, na huu ndio ukweli. Magharibi iko timamu, ila hatutachoka kuwakumbusha viongozi wetu kuondoa magugu kama ambavyo nimewaeleza wachache kwa kuwataja na wengine pasipo kuwataja, lakini hatua stahiki zinaendelea kuchukuliwa ambao wataendelea kumisbehave. Chama hakita sita, lakini asitokee mtu yeyote anajifanya eti mimi natoka Chadema kwa sababu sipewi ushirikiano. Mimi nimewaambia hapa, mimi ni mwanachama tena wenye kadi ya kielektroniki. Ninapili vikao vyote kwenye msingi wangu, na wao wanapaswa waende kule. Na kama unataka kukishauri chama, kaanzia huko kwenye msingi, kwenye mamlaka ambayo inakugovern wewe. Haiwezekani huko unasema mimi sipewi ushirikiano. Who are you? Kwenye kamati kuu ya chama. Katika utaratibu huu nikasema ni muhimu nimkumbushe Benson Singo Kigaira, na mwisho nimalize kwa kumkumbusha yeye na mwenzake naibu katibu mkuu Zanzibar. Hawa watu ndio waliotuchelewesha kwenye chama hiki, na hawa watu taifa lijue ndio wanasababisha matumizi mabovu ya pesa za umma ya wabunge 19 alimaarufu COVID-19, kwa sababu Salum Mwalimu anajua na damu hii itamwagikia. Ndiye aliyeiba muhuri wa chama na kugushi saini ya katibu mkuu kwa kutetea mahusiano ya kimapenzi yeye na dhidi ya mpenzi wake na shemeji zake, kuwasainia na kuwafanya wawe wabunge haramu wa nchi hii. Anajua yeye amekuwa mjumbe wa kamati kuu, lakini yeye anakuwa mke wake ni Esther Matiko. Haiwezekani tunajadili habari ya COVID-19, wewe mke wako ni mbunge katika uharamu ulioufanya, alafu leo unakilaumu chama eti hawakupi ushirikiano. Yaani yeye ushirikiano ilikuwa ni kudhulumu fedha za umma. Kigaila na mke pale Kunti, na wameshiriki kuharibu chaguzi nchi nzima za ndani ya chama kwa kuendekeza ngono. Na sisi tunasema kamati kuu ya Mungu, kama alivyozungumza Nabii Rema, inafanya shughuli yake kusafisha uchafu kwenye hiki chama. Sisi wanachama ambao tunakubaliana na hiki chama vizuri na Watanzania wote, tunakisaidia chama na kuwakumbusha viongozi wetu sehemu ambako magugu yanasalia kwenye ngano yaondoke. Tunafahamu mtaji wa chama cha siasa ni wanachama, ila sio madalari ambao wanafikiri wawe viongozi kwenye damu za Watanzania wenzao. Jambo hilo hatutaka tukubali. Kwa hiyo leo tumewaita ndugu waandishi wa habari katika kuwaeleza mambo haya, kwa kuwa wazungumzaji tuko wengi. Tumeamua tuliweke jambo hili sawa on record. Wako viongozi hapa kutoka Katavi, lakini kwa mkoa wa Tabora wako viongozi ambao wanatoka kwenye majimbo na jimbo. Na kuna mtiania mwenzangu katika jimbo ambalo lilitajwa, mtakumbuka kuna watu walikuwa wanasimama wanasema mimi nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu, mimi nilikuwa mwenyekiti wa BAWACHA na nini. Watazungumza upotoshwaji uliofanyika. Sisi tunaweka rekodi sawa. Sisi tunasema kama magharibi, operation ya no reform no election inayoendelea, inayoongozwa sasa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche, magharibi
tunawasubiri kwa hamu, tunaendelea na mapambano, tunaendelea kujipanga. Watanzania wanataka kuwaona tu viongozi wetu wa kitaifa, kuwakumbusha kwa sababu tuko tayari na hatutakuwa tayari kushiriki umwagaji wa damu kwa kile kinachoitwa cha national election inayorazimishwa na mwenyekiti wa CCM, ili hali kwamba Watanzania wenzetu wanaendelea kupotezwa. Kakaangu Mdude Nyagali Mbeya paka tunavyozungumza hafahamiki alipo. Viongozi wa taasisi za dini wameguswa na hii piga na poteza. Mmeona misimamo ya viongozi wa taasisi za dini, wao wote wanaunga mkono hatuwezi kwenda kwenye chaguzi kama mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi hatafanyika. Na hii wanayo sababu ya msingi, na niwape ujumbe Chama cha Mapinduzi, wasiwaambie viongozi wa taasisi za dini kwamba wanawaingilia baada ya wao kuwa viongozi katika dhuluma. Kwa maneno aliyoyazungumza Mheshimiwa Nape kwamba kushinda uchaguzi si hakutegemei kwamba umepigiwa kura. Alisema kuna kushinda kwa halali na akasema kuna kushinda kwa haramu. Na ukishinda kwa haramu baada ya kuapishwa kwa vitabu vitakatifu vya Mungu, akasema mwambie Mungu nisamehe. Maana yake uwe kiongozi uliyesimama kwa kukanyaga damu za watu. Niwakumbushe na niwaambie viongozi wa dini, sisi bila kuangalia tofauti zetu za kiimani, wao wanatuhudumu katika huduma za kiroho. Sisi ni waumini wao. Kuonya na kuishauri serikali na hiki chama kinachojitia uburi cha CCM kwamba hatupashwi kwenda kwenye chaguzi bila reforms ni haki yao ya msingi, kwa sababu tunaopotezwa ni waumini wao katika hayo majumba ya kiimani, weza Islamic ama Christian. Kwa ni muhimu CCM ikajiondoa upofu, ikawatambua viongozi wa taasisi za dini wanao wajibu kabisa na uhalali wa kuzungumza no reform no election.